Katika kijiji kidogo kilichopo mkoani Morogoro, alizaliwa kijana aitwaye Juma. Maisha ya Juma yalikuwa ya dhiki na taabu, lakini wazazi wake, Abdul na Mwana Hawa, walijitahidi kwa kila hali kuhakikisha mtoto wao anapata elimu bora. Walihangaika kuuza mazao sokoni, kufanya vibarua vya hapa na pale ili tu Juma apate nafasi ya kusoma. Juma alikuwa kijana mwenye bidii na akili nyingi, na juhudi zake zilipelekea kufaulu vizuri masomo yake ya sekondari hadi hatimaye akajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea uchumi. Akiwa chuoni, alihisi ndoto zake zikiwa karibu kutimia. Alijiona akipata kazi nzuri, kuwalipa fadhila wazazi wake na kuwapa maisha bora, lakini bahati haikuwa upande wake. Baada ya kumaliza masomo yake, Juma alianza kutafuta kazi kwa bidii. Alizunguka katika ofisi mbalimbali jijini Dar es Salaam akituma maombi ya kazi, lakini hakufanikiwa. Kadri muda ulivyopita, matumaini yake yalianza kufifia. Baada ya mwaka mmoja bila mafanikio, alilazimika kurudi kijijini kwao. Huko, hali ilikuwa mbaya zaidi. Wazazi wake walikuwa wamelemewa na umaskini na hali yao ya afya ilikuwa mbaya. Baba yake alianza kuugua maradhi yasiyojulikana. Kwa vile hawakuwa na pesa za kumpeleka hospitali kubwa kwa matibabu, walitegemea dawa za kienyeji. Lakini juhudi zao hazikufua dafu, na hatimaye baba yake alifariki dunia. Msiba huo ulimuathiri mama yake sana, na muda mfupi baadaye naye akaga dunia kutokana na msongo wa mawazo na shinikizo la damu. Juma alibaki peke yake, akiwa amezama katika huzuni na giza nene la maisha. Miaka miwili ilipita bila yeye kupata kazi au matumaini yoyote ya kubadilisha hali yake. Njaa, shida na upweke vilimzonga kila siku. Watu wa kijiji walimwonea huruma, lakini hawakuwa na cha kumsaidia. Siku moja, alipokuwa akitangatanga mjini Morogoro kutafuta kazi, alikutana na rafiki yake wa zamani, Rashid, ambaye wakati huo alikuwa tajiri mkubwa. Rashid alikuwa akiendesha magari ya kifahari na alikuwa na maisha ya kifalme. Juma, kwa huzuni na shauku, alimweleza jinsi maisha yalimtesa na kumwomba msaada. Rashid alimtazama Juma kwa macho ya huruma, kisha akamwambia, "Kaka, dunia hii haijali bidii yako wala elimu yako. Ukihitaji pesa na mafanikio, kuna njia nyingine." Kisha akamweleza kuhusu chama chao cha nguvu ya pesa bila kafara. Alimshawishi Juma ajiunge, akimwahidi kuwa maisha yake yatabadilika mara moja. Juma alihisi shaka, lakini kutokana na umaskini uliomwandama, aliukubali mwaliko huo. Alijiunga rasmi na chama hicho na kupokea kisanduku maalum. Alielekezwa kuwa kila usiku kisanduku hicho kingejaza pesa, lakini kwa masharti kwamba asibakize hata shilingi moja alfajiri. Alitakiwa kutumia pesa zote kwa anasa, kuzikesha klabu za usiku na kutojihusisha na familia yake. Ndani ya miezi michache, Juma alikuwa mtu mwingine. Alimiliki magari ya kifahari, alivaa mavazi ghali, na jina lake lilisifika katika kila kona ya Dar es Salaam. Kila alipoenda, alikuwa akimwaga pesa hovyo, na maisha yake yakawa ya kifahari kupita maelezo. Lakini usiku mmoja, akiwa katika klabu maarufu Tabata, alikunywa pombe kupita kiasi na kusahau masharti. Usingizi ulimchukua pale pale kwenye sofa la klabu hiyo. Alipoamka asubuhi, alikuwa na maumivu makali ya kichwa na mwili mzima ulikuwa dhaifu. Kwa haraka, alipanda gari lake na kuelekea nyumbani kwake. Alipofika, moyo wake ulisimama kwa mshangao na mshtuko mkubwa. Nyumba yake yote ilikuwa imeteketezwa kwa moto. Kila kitu alichokuwa nacho kilikuwa kimetoweka. Serikali ilikuwa tayari imetaifisha ardhi hiyo, na kila mtu aliyemfahamu alipotea. Hakuwa na chochote tena. Kwa huzuni na uoga, Juma alirudi kwa Rashid na kuwaomba warudishe mali zake. Lakini walimwambia kuwa ili arudishiwe utajiri wake, alihitajika kukatwa sehemu zake nyeti kama kafara. Juma alihisi baridi ikimpitia mgongoni. Hakutaka kupoteza utu wake kwa ajili ya pesa. Aliamua kubeba aibu yake na kukimbia mji huo. Umaarufu wake uligeuka kuwa mzigo, na kila mtu aliyemfahamu alimdharau. Alijuta kwa tamaa yake ya mali, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Hatimaye, akili yake ilishindwa kuhimili msongo wa mawazo.
na akawa kichaa anayezunguka mitaa ya Dar es Salaam, akizungumza peke yake na kuokota makopo. Ndoto zake zote za maisha zilikuwa zimeyeyuka kama moshi. Maisha yalikuwa yamemfundisha somo gumu, kuwa hakuna njia ya mkato katika mafanikio ya kweli, na tamaa ya mali isiyo ya halali inaweza kuwaangamiza hata wenye nia njema. Watu waliomwona mitaani walimwonea huruma, wengine walimcheka, lakini ukweli mmoja uliobaki ni kuwa Juma alikuwa mfano hai wa jinsi tamaa na njia za mkato zinavyoweza kuharibu maisha ya mtu milele.